Bwana Yesu asifiwe. Jina langu naitwa Mrs. Lucy Kalongoti. Leo nakwenda kuongelea kwa habari ya nguvu ya maombi. Maombi yana nguvu sana mpendwa. Kuna nguvu kubwa ipo katika kuomba. Na ndio maana neno la Mungu linatusisitiza sana kwa habari ya maombi. Ukisoma Wafilipi 4 sura ya 6, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Neno la Mungu linasema tusijisumbue kwa neno lolote, tusijisumbue na mambo mengine, tusijisumbue na habari ya dunia hii. Tunachotakiwa kufocus ni maombi. Tunatakiwa tufanye maombi. Neno la Mungu linatusisitiza haja zenu na zijulikane na Mungu. Je, haja zetu zitajulikanaje pasipo sisi kuomba? Mungu atajuaje haja zetu sisi pasipo sisi kusimama na kuomba? Kwa hiyo mpendwa, tunatakiwa tuombe, na maombi yanaleta matokeo. Kuna nguvu sana katika maombi. Kuna mwanamke mmoja anaitwa Hana katika Biblia. Aliomba kwa uchungu na Mungu alimtokea na akampa haja ya moyo wake. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo maombi yanaleta matokeo. Maombi yana nguvu. Unapopiga magoti kuomba, amini tu kwamba Mungu atakujibu maombi yako. Nyakati wa pili sura ya 7 mstari 14. Neno la Mungu nasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kumbe maombi yanaleta uponyaji hata katika nchi. Kwa hiyo tunapoomba, Mungu anasikia kutoka mbinguni. Tunagusa lile sikio la Mungu, anatusikia. Kwa hiyo unapoomba, unaomba toba, Mungu anakusamehe. Maombi yanaleta uponyaji mpendo. Hata wewe unapoumwa, omba uponyaji kwa Mungu. Unamwambia Mungu niponye, kwa sababu yeye ndiye mponyaji wetu. Yeye ndiye anaweza kuponya mwili wa mwanadamu. Yeye ndiye anaweza kuponya nchi. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na bidii katika kuomba. Pia neno la Mungu linatusisitiza katika kuomba kwetu pia tunatakiwa tuwe na bidii. Yakobo sura ya 5. Yakobo sura ya 5 mstari 16. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Hapa tunaona kwamba tunaendelea kuonyeshwa kwamba jinsi maombi yanavyoleta uponyaji. Anasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Mungu anasisitiza pia tuwe tunaombeana jamani. Unapoona mwenzio anapitia changamoto fulani, muombee hata bila kumwambia. Muombee na Mungu atamtokea. Bado tunasisitiza, neno la Mungu linasisitiza kwamba maombi yanaleta uponyaji. Na anasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Tunatakiwa tuwe na bidii katika kuomba. Tusiombe tu legelege. Tunatakiwa tuombe kwa nguvu, tuombe kwa bidii mpaka kitu kitokee, na usichoke. Unapoomba, unapoona leo hujapata, usiache kuomba. Kesho omba tena, kesho kutwa omba tena, mwezi ujao omba tena. Usiache kuomba. Maombi yana nguvu na maombi yanaleta matokeo. Mungu awabariki sana watu wa Mungu.